uovu. Mungu anaenda kukuangamiza. Huo uovu unaofanya sirini, Mungu anauona, anaenda kukuangamiza. Anasema sitaacha, maana jicho lake linakutazama. Jicho lake linakutazama. Alafu nikwambie, yale maisha tunayokwenda ni maisha ya milele. Haya maisha unayatengeneza hapa duniani. Ukitengeneza vibaya, unakwenda jehanamu ya moto wa milele. Yani siwezi kukuficha, uko moto wa jehanamu, uko moto wa milele. Mtanzania mwenzangu, utawezaje kuvumilia huo moto? Leo hii shetani anakuingiza kwenye dhambi, anakuingiza kwenye kutenda dhambi, wala huoni kwamba ni dhambi, wala huoni kama ni chukizo. Lakini shetani wewe anakuja kukubadilikia, anakupeleka jehanamu ya moto, anakupeleka kwenye ziwa la moto. Ni heri ugeuke, gairi njia zako, gairi mrudie Yesu. Haleluya! Neno la tumaini ni hili. Pamoja na mambo unayoyafanya, lakini Mungu aliweka tumaini. Akasema katika kile kitabu cha Yohana sura ya 3:16, akasema tusome. Akasema Mungu, asante Bwana, asante. Ngoja tusome. Hilo ndio neno la tumaini. Mungu akasema nimeupenda ulimwengu, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee Yesu Kristo aje duniani kwa ajili yako wewe, kwa ajili yangu mimi. Pamoja na maovu yako unayoyafanya, pamoja na uovu wako unaofanya, lakini liko tumaini. Anasema Mungu bado anakupenda, Mungu bado anakupenda. Anasema akamtuma Yesu aje duniani pamoja na zile dhambi nyingi. Hata kama umeua mtu, lakini liko tumaini, liko neno la msamaha mchana wa leo. Mungu anataka kusamehe pale ukigaili uovu wako, ukasema naacha, ninaacha. Nimeteseka kwenye dhambi kwa muda mrefu, nimeteseka sana kwa muda mrefu, leo naacha. Mungu yuko tayari kukusamehe. Mungu yuko tayari kukusamehe. Amen. Na kuachilia. Haleluya. Amen. Haleluya, wana wa Mungu. Amen. Kila Mtanzania ni mtoto wa Mungu. Na kila Mtanzania Mungu anampenda. Amen. Anampenda kama ukiishi kama ukiishi kwenye mstari wa Mungu.